Tabia inaweza kukuinua katika kiwango ambacho utakatifu haujawahi, hautawahi na hautakaa ufike pale kabisa. Tabia. Bwana asifiwe. Lakini dini zilitujenga kwamba ukishakuwa mtakatifu unapanda tu. Sijasema utakatifu ni mbaya, nazungumzia character. Unapozungumzia holiness unazungumzia uungu. Bwana asifiwe. Unapozungumzia maovu unazungumzia shetani. Unapozungumzia character unazungumzia mimi. Na hata tulipokuwa nyumbani wazazi pia hawakutufunza kuhusu sisi. Kwa hiyo tunaishi duniani kama swala tukihisi, na ndio maana hata toba Mungu hazisikii, kwa sababu toba zetu zimefika mahali ni kama unamkuta mtu anamwambia Bwana, tumemaliza huu mwaka, kama kuna mahali nimekukosea naomba yaishi. Maana yake huna uhakika umekosea, lakini yeye una uhakika anachunguza matatizo yako tu. Ile ni tatizo la maisha. Tunaelewana? Bwana asifiwe. Nazungumza haya kwa sababu waimbaji wengi ni rika ambalo mna uwezo mkubwa wa kuelewa haraka ninachokisema. Bwana asifiwe sana. So character, tabia, ina uwezo mkubwa sana wa kukushusha chini. Nimesema tabia ina nguvu kuliko utakatifu. Tabia ina nguvu kuliko dhambi yenyewe. Tabia inaweza kukushusha chini na ikakupoteza kabisa, kiwango ambacho dhambi haiwezi kukupoteza. Yaani tabia tu. Tunaelewana? Mfano mzuri wa tabia ni kama Mungu amekubariki. Huu ni mfano. Mungu amekubariki, umekuwa na binti wazuri nyumbani, wako 5, wamefika umri wa kuolewa. Alafu wakati wakiwa wadogo, nje ya geti lako uliandika hapa kuna mbwa 20 wakali sana. Wabinti wamefikia kuolewa, bado kile kibao kiko pale. Lakini kila siku unaomba na kuleta manabii na wachungaji waombe. Utaomba. Lakini hakuna mwanaume ambaye yuko tayari kuja kung'atwa na mbwa, kwa sababu anasoma kibao kuna mbwa wakali. Lakini tabia ni kwamba unakitoa kile kibao. Sasa wakichelewa kuolewa, wao usifikiri shetani yuko pale ndani. Lazima ujue ni mahali panachangiwa na tabia yako. Huo ni mfano. Kwa maana tabia ina uwezo kufanya vitu ambavyo hata shetani mwenyewe haiwezi kukusogelea. Character. High Table Season